mara mingi. Wakati huyu rafiki yangu Waziri Kipchumba alikuwa senator, tumetembea na yeye hapa karibu sijui mara ngapi. Na kila wakati tulikuwa tukikuja, ilikuwa ni wakati wa kilio. Kusema mtoto ameuliwa, mzazi amefanyiwa hii na hile. Tulikuwa tu tunaomba Mungu, na hatukujua kwamba kuna siku kama siku ya leo ambapo tutakuja kushukuru Mwenyezi Mungu na kuweka mikono juu na kusema asante kwa amani ambayo imepatikana hapa Toto. Kwa hivyo wakati Mheshimiwa Kisanga alinieleza akaniambia tuna maombi ya kumshukuru Mungu kwa amani ile imepatikana na kumuomba kwamba amani hiyo idumu milele na milele, nilisema mpaka nitafika hapa siku ya leo nijumuike na nyinyi, nifurahi na nizidi kusema Mwenyezi Mungu ambaye ameleta amani hiyo azidi kuibariki eneo hili. Na niwashukuru wote ambao wamefanya kazi yao kwa uadilifu na kuhakikisha kwamba eneo hili sasa linaweza kutulia, watoto wanaweza kusoma, wazazi wanaweza kufurahia. Wale wote ambao wamefanya kazi yao, mimi naomba tu Mwenyezi Mungu awabariki na azidi kuwainua. Hata nyinyi kanisa ambao ile kazi ambayo mmefanya imetajwa hapa siku ya leo, mimi nataka niwavulie kofia na niwaambie asanteni sana kwa ile kazi ambaye mmefanya. Wakati mmekaa hapo mbele, nimewaangalia mpaka nikakumbuka neno la Mungu katika Mathayo 5:9 ambaye nasema blessed are the peacemakers for they will be called the sons of God. Kweli nyinyi ni watoto wa Mungu, kanisa letu hapa katika Kerio Valley. Na hiyo ndio kazi ya kanisa, ya kuunganisha watu na kuleta amani. Sio ile nyingine ambayo tulikuwa tumeanza kuona hivi majuzi ya kuandika mabarua ya uongo katika mahoteli kule Nairobi. Mimi sifikiri hiyo ndio kazi ya kanisa. Kazi ya kanisa ni hii ambayo tunaona leo, ambayo wale mandugu walikuwa wamekosana, walikuwa wanapigana, wanashikanishwa mpaka wanakuwa kitu kimoja kama vile nyinyi mmefanya hapa siku ya leo. Kwa hivyo kanisa, mimi ninawapongeza sana na kuwaambia Mwenyezi Mungu azidi kuwainua. Ya pili, na kushukuru pia wewe Mheshimiwa Rais kwa sababu ya uongozi wako. Mara mingi mimi najua watu walikukejeli, wakakupigia kelele, wakasema pengine hata umelemewa, kwa sababu nakumbuka baada ya miezi tu michache wakati umechaguliwa, kulikuwa na mambo mengi sana mabaya yalikuwa yanaendelea hapa. Lakini wewe hukuvujika moyo. Ulitia bidii, ukaweka mikakati, ukaonesha uongozi mzuri. Siku ya leo ambayo tuko hapa, tunasherekea kazi yako mzuri ambaye umeongoza taifa letu kwa kufanya. Na mimi najua ili ambalo tunaona hapa ni kielelezo ya maneno mengi ambaye yanazidi kutokea katika taifa letu la Kenya. Unajua hii nchi yetu ya Kenya, rais, kuna mambo mingi mzuri sana yanaendelea. Ni vile tu kama vile wewe ulisema juzi, kuna kitu ambaye imetokea, watu wanataka tu kuona ile ambaye itokei. Na unajua waongo wamekuwa wengi, na ndio wanajiita hata wasema kweli, lakini ni waongo namba moja, hata wako mbele ya shetani kwa maneno ya uongo ile wanasema. Hakuna siku utawasikia hata leo katika taarifa zetu ama wapi ati ungojee uambiwe kulikuwa na mambo mzuri, tulikuwa Kerio Valley tunasherekea amani imekuja. Mambo kama hii huwezi kuona kwa taarifa ya nchi ya Kenya. Hii haiwezi kupatikana. Lakini ngoja jambo mbaya itokee, ati kukuwe na kashida kadogo kametokea, wananunua mpaka mandege na kuja kupiga picha kuonesha vile nchi imeharibika. Mimi nashangaa tabia hii ilitokea wapi? Tafadhalini, mimi nataka niwaombe wale ambao wanamkejeli, wanamchekelea rais, wanamdhalilisha, mimi nawaambia kama tu vile hapa Kerio Valley, baada ya muda matokeo na matunda ya kazi nzuri ambayo amefanya imetokea, nina imani kwamba katika taifa letu la Kenya mambo mazuri yatazidi kutokea kulingana na uongozi ambao rais wetu anaendelea kufanya. Asante rais, kwa sababu wewe hukutapatapa. Ungekuwa ni mtu muoga, pengine ungestuliwa na kuacha ile mpango mzuri ambao ulikuwa naye. Lakini kwa sababu Mungu amekupatia uongozi mzuri, ulinyamaza, ukapanga mambo, sasa inaonekana kila sekta. Na mimi nakushukuru kwa sababu nikiwa kiongozi taifa hili, ninajua kwamba katika kila sekta ya taifa letu la Kenya, yaweza kuwa hatuko pahali tulikuwa tunafaa kukua, lakini kwa kweli nchi yetu haiko pahali uliipata. Umeisongesha na imepiga hatua mzuri katika sekta baada ya nyingine. Si hali ya masomo ambayo tunasherekea hapa, tunaambiwa, na sio wewe umesema, wananchi wenyewe, wahubiri wamezungumza, viongozi wao, kwamba kuna mashule zaidi ya 30 ambayo ilikuwa imefungwa, watoto walikuwa hawasomi.
Siku ya leo shule hizo zimefunguliwa na watoto wako katika madarasa. Sasa tunajipanga vile kuhakikisha kuona mambo mengi mazuri yanafanyika, kila sekta baada ya nyingine. Kwa hivyo wewe rais, mimi nakuomba tafadhali endelea kuwasikiza Wakenya. Ile kitu tu ambaye ningeomba uwasikize Wakenya wote. Unajua kuna tabia imetokea Kenya ambaye kuna watu wako na sauti kubwa kushinda wengine. Wakiongea watu wanafikiri hao peke yao ndio wako na shida na pia wako na sauti kushinda wengine. Last year mimi naona rais, ni kama wewe ulisikiza sana wale walipiga kelele kwa mabarabara na kwa makompyuta na hii mitandao. Mwaka hii ya 2025 utusikize pia sisi wenye tuko huku mashinani, ambaye hatuongei sana, hatuna kelele zaidi, lakini tuna appreciate ile kazi ambayo unafanya. Because isipochunga, rais atakuwa ni mtu wa kusikiza tu wale, na ni watu wakora tu wanakaa kwa mahoteli hapo na kuandika maneno mingi, na ni watu pengine hata ukifika huku nyumbani hawezi kuwa hata kiongozi wa deep, lakini akiandika Kiingereza kwa internet unafikiria ni mtu ya maana sana, na maneno kidogo kidogo ambaye wanatueleza kila siku. Kwa hivyo mimi nakuomba Mheshimiwa Rais, nikimaliza mwaka huu, wewe weka focus yako kwa wananchi na tatizo lao, yale ambayo walikuambia wakati ulikuwa unazunguka Kenya hii ukiomba kura, zile ahadi ulitoa ya kuhakikisha kwamba kila Mkenya anaweza kutibiwa akienda hospitali, kila mtoto anasoma, kuna pesa katika mifuko ya wananchi wa kawaida. Weka akili yako na mipango yako hapo mpaka uweze kuikomboa taifa letu la Kenya, kwa sababu mimi najua uko na uwezo na unaweza kuifanya. Sitaki kusema zaidi ya hapo Mheshimiwa Rais, kwa sababu najua muda umeenda. Nataka tu nichukue fursa hii kuwaomba pia wananchi wa hapa. Jambo la mwisho kabisa ningependa kuomba, na mimi najua gavana wao atakuja kusema zaidi, ni kuwaomba wananchi tafadhali mjiandikishe katika program ile inaitwa Taifa Care, ambayo pengine wengine wanaita SHIF na SHA. Hakikisha kwamba wewe mwananchi wa kawaida umejiandikisha pale, kwa sababu usifuate hii maneno mingi ambayo inaongelewa hapa nje. Wengi wa wale wanapiga kelele tayari wanapiga kelele na wamejiandikisha. Uliona juzi maneno ambayo ilitokea, list na orodha ya zile counties ambazo zimejiandikisha sana. Elgeyo Marakwet hii ni among counties zile ambazo bado hawajapitisha zaidi ya 10% ya wananchi wamejiregister. Tafadhali, itakuwa ni makosa sana kama umekuja mkutano wa rais, umesikiza benefits zile ziko kwa Taifa Care na urudi nyumbani na bado hujajiandikisha. Tafadhalini, jiandikisheni katika program hiyo, ndipo wakati umegonjeka unapata matibabu na unaweza kusaidiwa. Kwa hayo mengi naomba nishukuru hadi kufikia hapo. Nichukue sasa